الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Endelea darasa yetu ya fiqh kitabu cha Risalatul Jami'a. Tumefika mahali inasema as-salatul jamaa, as-salatul jum'ati, swala ya Ijumaa. Wal jum'atu na Ijumaa fardhu 'ainin, ni faradhi lazima ala kulli muslimin, juu ya kila muislamu, dhakarin mwanaume, hurrin muungwana, hadirin aliyoko katika mji, bila udhrin shar'iyyin, pasina udhuru wa kisheria, kalmaradhi, kama ugonjwa, wal matari, na mvua. Ijumaa yampasa kwa kila muislamu ambaye kwamba ni mwanaume tena yuko katika mji, awe ni muungwana. Mtumwa kwake Ijumaa si lazima, mwanamke kwake si lazima, mtoto mdogo kwake Ijumaa sio lazima. Bila udhrin shar'iyyin, pasina udhuru wa kisheria. Mwenye udhuru kama mfano mtu ni mgonjwa, si lazima kwenda Ijumaa. Mtu anauguza na yule mgonjwa wake hana mwingine mwenye kumwangalia isipokuwa ni yeye, pia kwake Ijumaa si lazima. Wal matari, na mvua yanyesha hakutokeki na huna namna ya kufika msikitini, uko nao uwezo wa kufika, mfano uko na mwavuli, uko na gari, hapo utaenda msikitini. Hauna namna ya kufika msikitini, si lazima kwako kwenda msikitini. Wa min shuruti aljum'ati, na miongoni mwa sharti za Ijumaa, alkhutbatani, khutba mbili. Kabla Ijumaa kupatikana khutba mbili. Khutba kwanza unakaa kidogo, kisha unasimama unasoma khutba ya pili. Na khutba inafaa iwe fupi kuliko swala. Tofauti na sisi leo tunafanya khutba zetu ni ndefu kuliko swala, lakini usawa na usunna khutba iwe ni fupi, swala iwe ni ndefu. Kama swala utatumia dakika 7, basi khutba iwe ni dakika 5, dakika 6. Lakini utakuta dakika 15 ni za khutba, dakika 4 ama dakika 5 ndio za swala, na hiyo ni kinyume na mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa arkanuha huma, na nguzo za hizo khutba mbili, hamdulillahi ta'ala, kumhimidi Mwenyezi Mungu, wassalatu ala nabii sallallahu alaihi wasallam, na kumsalia mtume, wal wasiyati bittaqwa, na kuhusia kumcha Mungu, wa qira'atu ayatin min alqur'ani, na kusoma aya ambayo kwamba iko ndani ya Qur'ani, aya sio kipande cha aya ama nusu ya aya. Qira'atu ayatin, na kusoma aya kamili, min alqur'ani, kama na Qur'ani, mufhibatin, tena aya ambayo kwamba yenye kufahamisha ile mada ambayo kwamba umezungumza, basi ndio usome aya ambayo kwamba inahusiana. Some aya ambayo kwamba itaeleweka maana, sababu lengo ni ile aya iwe itatilia nguvu yale ambayo kwamba yamezungumzwa. Fi ihdahuma, katika moja hizo mbili, ima khutba kwanza ama khutba ya mwisho. Na ikiwa katika khutba kwanza itakuwa ni bora, sababu nguzo 3 za mwanzo zinatakana katika khutba zote mbili: kumhimidi Mwenyezi Mungu, na kumsalia mtume, na kuhusia katika takwa, ni katika khutba zote mbili. Aya inakuwa ni moja katika khutba mbili. Wa du'a lil mu'minina, na kuombea dua waumini fil akhirati, katika khutba ya mwisho. Kwa kuwa khutba ya mwisho inapata dua ya waumini, natakana iwe kwa mwisho, itakuwa kuna nguzo 4. Kwa hiyo ndio na ile khutba kwanza ikapendelewa isomwe aya ili nao iwe na nguzo 4. Kwa hiyo nguzo raka kwanza, khutba kwanza itakuwa na nguzo 4: kumhimidi Mwenyezi Mungu, kuhusia takwa, na kumsalia mtume, na kusoma aya. Khutba ya pili inakuwa na nguzo 4 pia: kumhimidi Mwenyezi Mungu, kuhusia katika takwa, kumsalia mtume, na kuombea dua kwa waumini. Wajibu, na yapasa an yakhutuba, akhutubu qaiman, kwa kusimama. Khutba inafaa iwe kwa kusimama, isipokuwa ikiwa na dharura ambapo kwamba inabidi uketi, ni mgonjwa na hakuna khatibu, ni wewe tu. Kama vile swala inaruhusiwa kuketiwa, na hii kama kumekosekana mpaka wewe na huwezi kusimama, basi itaruhusiwa kuketi. Mutatahhiran, awe amejitahirisha. Uwe katika khutba ukiwa na tahara, uko na udhu, sababu ile inahesabiwa ni miongoni mwa pati ya swala. Mastura al-aurati, akiwa amesturiwa tupu, majistiri, yani kama wanavyoingia katika swala. Wajibu aljulusu bainahuma, na yapasa kukaa baina sijda mbili, baina khutba mbili. Natoa khutba kwanza ukae fawqa 80 salati, zaidi ya kitilizo cha swala. Tunasema katika swala anatulia vipi? Kwa kusema subhanallah. Kwa hiyo khutba kitilizo chake itakana kiwe ni kirefu kiasi kuliko khutba ya swala, kuliko 80 ya swala. Wal muwalatu, na kuandamana hizo khutba mbili. Wa salatul jamaati,
na swala jamaa wal salatul janazati na swala janaza fardhu kifaya kutoshelezana. Kwa hiyo Ijumaa ni lazima kwa kila Muislamu ambaye kwamba amebalighi na ni mwanaume na ni muungwana, hana udhuru wa kisheria. Na katika Ijumaa kuna khutba mbili, nguzo zake kama tulivyoeleza, na lazima uitoe ukiwa umesimama. Kuna ikhtilafu ya wanazuoni ambao kwamba wasema iwe kwa Kiarabu yote, wengine wamesema ni rukni za kwa Kiarabu, lakini ala al-asah ambao kwamba imepokewa kwa Mtume na hala hatujapata mwanachuoni yoyote ambao kwamba asema Mtume aliwahi kwa khutba kwa lugha nyingine, au masahaba mfano wameenda mahali zingine wakatoa khutba. Na tunavyoona pia kwa wanazuoni wakubwa ambao kwamba katika mia aliosoma mfano Misri, ukienda Madina, Maka, khutba inatolewa Kiarabu. Tena khutba yenyewe Kiarabu ni Kiarabu fusha, hawatumii Kiarabu cha makabila ama lahja. Hata kama mtu akizungumza khutba za kawaida anatoa lahja yake, lakini katika khutba Kiarabu anapiga fusha kuonesha kuwa khutba inatakana iwe ni Kiarabu. Wal idani na idi mbili, wal kusufi na swala kupatikana mwezi na yua, wal witr na witri sunnatun muakkadatun, ni sunna zilizotolewa mkazo kwa Mtume sallallahu alayhi akizifanya, haziat isipokuwa ikitokea dharura sana. Wakadha rawatibu salawati, na vile vile zenye kufuatia swala qablia na badia, wa dhuha na dhuha, wa tarawih sunanun laha fadlun, ni sunna zenye fadla, wa thawabun adhimun, na thawabu kubwa. Na kama tulivyosema katika halqa ya jana, huwa sunna ni chenye kuongeza ama kukamilisha faradhi. Kwa hiyo ni muhimu mtu apatilize kufanya sunna, usione ni sunna ukaidharau, bali ili sunna ndio itakufanya wewe uweze kuthubutu. Unapokuwa umeshikilia sunna ndio utaweza kushika na faradhi, lakini ukiidharau sunna mwishowe pia utaweza kudharau faradhi. Tunaomba min alladhina yastami'una alqawla yattabi'una ahsanahu. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi.